Mtume asema yule anasikia, wayara, na anaona. Kashakufa lakini anasikia na anaona. Hata tumboni kwa mama, si ulikuwa unasikia, unaona? Kushaumbiwa hizi hawasi, kuna namna ya kuzitumia kule, ingawaje ndo upo kwenye mfuko. Macho hayaoni mbali, masikio hayasikii cha nje, lakini vitu vyote umesetiwa, umeandaliwa tangu tumboni kwa mama, na baada ya kutoka pia ni ule utaratibu tu, unatoka hapa halafu unakuwa developed taratibu. Kwa hiyo kwenye Sahih Bukhari kuna hadithi inasema, innal mayyita yasma'u wa yara, hakika ya maiti anasikia na anaona, wayuhisu, na anahisi, wa huwa fi qabrihi, pale anapokuwa yuko kaburini kwake. Kama qala alayhi salam, kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wasallama, inna ahadakum, hakika ya mmoja wenu, idha wudi'a fi qabrihi, pale akishalazwa kaburini kwake, watawalla anhu ashabuhu, na watu wake wakaanza kumkimbia, washamfukia, wanaondoka, wa innahu la yasma'u, na huwa anasikia marehemu yule, qara'a ni'alihim, ule mgongo, ugongaji wa viatu vyao, michakato ya miguu yetu sisi. Haya jamani, wahi tunawahi, kuna gemu leo, washamlaza mwenzao, ndo kwanza wanaongea gemu. Yule jamaa waliyemweka pale anasikia. Vipi anasikia? Allah anajua, lakini anasikia, anahisi, anaona kwa mazingira atakayokuwa nayo huko. Atwaru nizo kapangiwa. Wakala sallallahu alayhi wasallama, na amesema Mtume sallallahu alayhi wasallama, walladhi nafsi biyadihi, ninamuapa yule ambaye nafsi yangu ameimiliki mkononi mwake, yani anamuapa Allah, ma antum bi asma, nyinyi mulio hai hapa si wenye kusikia zaidi, lima aqulu, yale ninayoyasema. Mtume anasema na watu walio hai. Tena kaanza maneno yake kwa kiapo, kasema, walladhi nafsi biyadihi, ninamuapa yule ambaye nafsi yangu ameimiliki mkononi mwake, Allah subhanahu wa ta'ala, ma antum bi asma lima aqulu minhum, nyinyi mulio hai mbele ya macho yangu hapa, hamui ni wenye kusikia zaidi ninayoyasema kuliko hao waliokufa. Yani Mtume alisema na watu baada ya vita vya Badri, makafiri wale, kawasemeza maneno, masahaba zake wakamshangaa, ya Rasulullah, hawa si weshakufa? Unasema na watu weshakufa? Ndo akasema maneno haya, ninamuapa yule ambaye nafsi yangu kaimiliki mkononi mwake, ma antum bi asma lima aqulu minhum, wallahi nyinyi hamuyasikii ninayasema kuliko hawa jamaa walioyabisha yote, waliopinga yote, sasa hivi weshaya prove wao, na ninachokisema wanakisikia. Walakinnahum la yujibun, lakini tofauti yenu na hawa, kunijibu sasa hivi hawawezi kujibu kitu. Nimewabembeleza we, nimewanasihi we, mwisho wake wanapigana na mimi, yashawafika ya kuwafika. Sasa ninayoyasema nyinyi mlio hai hamuyasikii vizuri kuliko wanavyoyasikia wao, maana wao wana na evidence, wana prove kila kitu huko waliko, lakini wao hawawezi kunijibu tena. Sasa hivi washafika kwenye mazingira mengine. Falmautu, basi yale mauti, huwa inqita'un taalluqi ruhi bilbadani, mauti ni kukatika tu uhai wa binadamu kwa ule mfungamano wa roho na kiwiliwili. Kiwiliwili kinabaki kwake na roho inakuwa separated, iko kwake. Kwa hiyo mwili hauna activity yoyote kwa wakati ule. Wa mufarakatuha liljasadi, roho huwa imetenganishwa na mwili, ndo mauti. Roho ipo na haifi wala haichakai, ilikuwepo kabla mwili wake haujaumbwa, ukaumbwa mwili, ile roho ikapachikwa, mwili huu ukakuwa, ukafanya ulioyafanya. Siku ya kumaliza muda wake, ile roho inakuwa separated tu na mwili, inatolewa mwilini,
mwili utaoza, unaenda kwenye asili yake, kwa sababu binadamu kaumbwa kutokana na udongo, na Allah mwenyewe katuambia kwenye sura ya 20, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum, nimewaumba nyinyi kutokana na udongo, yani miili yetu inatokana na udongo. Wa fiha nu'idukum, siku za kufa na kurejesheni tena kwenye udongo kwanza, na uhifadhi hapo kwa muda. Wa minha, na kutoka kwenye udongo, nukhrijukum taratan ukhra, tutakuja kukutoeni tena hapo mara nyingine. Kwa hiyo ukitoka kwenye udongo, ile roho inarudishwa tena kwenye mwili ule ule, hauumbwi mwingine, haujapotea. Ile decaying process sio kwamba mtu anapotea bwana, yupo na kila kitu chake kinajulikana kilipo, vinarejeshwa tena tu vile. Mwili unakuwa restored, ile roho inarejeshwa kwenye mwili ule ule, mtu anakuwa ni mwenyewe anajikumbuka. Na Allah amesema, tumepita kwenye suratul Qiyama kwamba Allah anasema anaweza kuzikusanya mpaka fingerprints, hapabadiliki kitu. Bala qadirina ala an nusawiya bananahu, tuna uwezo wa kumsawazishia mpaka fingerprints zake, anarudi yule yule mwenyewe. Kama ulitia dole ukitafuta pasipoti na ukaja ukatilishwa dole siku ya Kiyama, ndo wewe mwenyewe, hapaumbwi kitu kingine kipya. Hakika maiti anasikia.